Hujambo mtazamaji, jioni njema na karibu kwenye kipindi cha Jukwaa la KTN jioni hii. Kumbuka kwenye kipindi hiki mtazamaji, tunaanza kukuarifu tuna baadhi ya taarifa ambazo tunazifuatilia ambazo huwa zinakuja kwa ukamilifu kuanzia saa 1 kwenye KTN leo, lakini vile vile kwenye kipindi hiki tutakuwa na mahojiano jioni hii ya leo tukiangazia swala la uwekezaji, ambapo tayari mgeni wetu amefika studio, mahojiano ambayo yatakuwa yanaongozwa na mwanahabari mwenzangu Frank Otieno. Hata hivyo, wacha nikuarifu na baadhi ya taarifa ambazo tunazifuatilia hivi sasa. Makamishna wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini yani EACC mtazamaji, wanamtaka mwenyekiti wao Philip Kinisu kujiondoa kwenye uongozi wa tume hiyo baada ya kuhusishwa kwenye sakata ya NYS. Kwenye waraka rasmi ambao ulisainiwa na makamishna wanne na afisa mkuu wa tume Dr. Halahe Wako, makamishna Sofia Lepuchirit ambaye ni naibu mwenyekiti, Daktari Dabar Abdimalim na Paul Mwaniki na vile vile Rose Masharia wamesema kwamba kampuni inayomilikiwa na mwenyekiti wao inachunguzwa na tume kwa kuhusika kwenye ile sakata ya NYS. Kwa hivyo kumradhi, anafaa kujiuzulu. Waraka huo unasema mojawapo ya majukumu ya mwenyekiti wa tume ni kuidhinisha faili za uchunguzi kuwasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, na hivyo itakuwa picha ambayo isiyofaa iwapo atasalia afisini hali kampuni yake inachunguzwa. Mtazamaji, hizi ni taarifa ambazo tulizipata mapema jioni hii na tunaendelea kuzifuatilia. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi, ni kwamba kizaazaa kilitokea katika kituo cha polisi cha Eldoret baada ya mkuu wa shule ya sekondari ya wavulana ya Leseru kuzuiliwa na maafisa wa polisi kituoni humo kwa madai ya kuhusika pakubwa katika kuteketeza mojawapo ya mabweni ya shule hiyo hapo jana. Baada walimu wakuu wa kaunti ya Uasin Gishu kupiga kambi kituoni kwa muda, hatimaye Shadrack Ngeticha aliachiliwa huru, huku polisi wakidai kwamba wanaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto huo. Leseru ni baadhi ya shule 4 katika eneo la North Rift kuteketezwa kufikia hapo jana, nyingine zikiwa ni St. Mary's Tachasis na vile vile shule ya upili ya wavulana ya Kipkabus na ile ya St. Patrick kutoka sehemu ya Iten Elgeyo Marakwet. Preliminary investigation, it indicated administration involvement. That was last night, and we took principal and watchman here so that he can assist us further investigation as we sent our officers on the ground this morning, and I'm getting a report they are now through so that they do not interfere with the investigation on the other side as they are piecing together the evidence on the other side. The fact has been injured, my reputation has been damaged, and my professionalism has been reduced by half by being put in. Ladies and gentlemen, this is our country, and we have been in the education sector as drivers for some time. We understand, in as much as we may not be able to explain fully the causes of this fire, I want to say it is quite unfortunate if there is somebody who might think any principal, however mad he may be or she may be, will see an option of banning his or her own school. Mtazamaji, tukiwa kwenye lile swala la elimu na kile ambacho kinachoendelea ni kutiwa moto kwa baadhi ya shule, waziri wa elimu Daktari Fred Matiang'i alikutana na baadhi ya alifanya mkutano wa faragha na viongozi wa kidini pamoja na washikadau wa elimu katika shule ya upili ili kutafuta suluhu kwa visa hivi vinavyoendelea hivi sasa. Mkutano wenyewe mtazamaji ulifanyika hapa jijini katika taasisi ya KICD ambayo huwa mara nyingi inaangazia ama inatoa mafunzo ya mitaala. Taarifa hiyo itakujia kamili kwenye KTN leo. Kwingineko, viongozi wanne wa kisiasa nchini wale ambao walijumuika na baadhi ya Wakenya kwenye kongamano la chama cha Democratic nchini Marekani wamesifia pakubwa kile ambacho wamekitaja kuwa ustaarabu wa vyama vya kisiasa nchini humo. Kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua, naibu spika wa bunge la taifa Joyce Laboso, mwenyekiti wa chama cha TNA Johnston Sakaja na kiongozi wa Amani National Congress Musalia Mudavadi wamezungumza na KTN News jijini Philadelphia wakati Hillary Clinton alipopokezwa tiketi ya kugombea urais. Hapa Marekani wamekuwa na vyama zaidi ya 300. Ukiangalia historia yao na ukiangalia hata kwa sasa vyama ambavyo vimesajiliwa hapa ni vingi. Lakini
ukienda katika uchaguzi wa urais unapata kuna vyama viwili vikubwa ambavyo vina menyana katika kiti cha urais. Sisi tunajaribu kufanya hivyo pia, ndio maana tumeleta vyama 10 katika Jubilee, tukisema tusiwe tuna chama ya Wakikuyu, ya Wasomali, chama ya Wajaluo, ya Wakamba, Waluya, pia tuwe na chama kimoja ambapo mtu ambaye ako Turkana, mwingine ako Mombasa ama Mandera na mwingine ako Kuria, wanajua sasa hii ndio chama ambayo tunafuata, hii ndio maadili, falsafa, ideolojia ya chama hicho. Ndio maana nimejiunga nayo. Nimejifunza tabu za kisiasa za ulimwengu zinafanana, tofauti tu ni uzito wake na mambo ingine ndogo kwa kila area, lakini kama ni vile tunarukiana chama hii na chama ingine, hapa pia iko vile. Wafuasi wakati mwingine wanakasirika, ni vile vile maandamano wakati watu hawafurahi, ni vile vile, lakini iko mengi ya kujifunza. Niliridhishwa sana na vile niliona Senator Bernie Sanders akiongeleshea wafuasi wake, kuwaambia ya kwamba hii sio mwisho ya maneno. Ile mabadiliko walianza bado itaendelea. Ni vizuri sana kwa sababu vile tumeona ile wanafanya mambo yao ni kitu yenye kila mtu anaridhika mwishowe, kwa sababu unajua kwa kweli sio kwamba kuna mtu aliamua ati ni huyu nimemtosha, huyu ametosha. Hapana, ni participation ya wako na states 50 na unaona delegates kutoka hizo states 50, hawa ndio wanaamua ni nani candidate yao. Na ni kila mtu unaangalia tu akihesabu state hii imelete delegates ngapi. Sasa hiyo delegates inalingana na size ya population ya kila state. Kama yule Sanders alipokuwa akifanya kampeni yake, alizungumza na alisema kwamba wafuasi wake ama wafuasi wa kidemokrasia ambao walikuwa wakimuunga mkono Democratic Party walikuwa wakilipa tu $27 kila mmoja, na alikuwa amechanga zaidi ya dola milioni 200 kugharamia yale ambayo alikuwa amefanya mpaka wakati ametoka. Kwa hivyo hata wale wachangaji wakitoa $5 ama $50 ama nini, wanaweza imarisha chama chao. Kwa hivyo kule kwetu watu wasifikiri kwamba ni hali tu ya kutoa pesa kubwa ama kungojea wale wadhamini wa kubwa. Hapana, hata yule mfuasi mdogo akitoa shilingi zake 100 ama shilingi 200, huyo ndio mfuasi halisi wa chama. Na hatimaye, mtazamaji, Kenya imeharibu hifadhi yake ya mwisho ya virusi vya ugonjwa wa ukambi katika taasisi ya utafiti iliyoko katika makao makuu ya KEMRI hapa jijini Nairobi. Virusi hivyo, mtazamaji, huwa vinatumika kufanya utafiti wa kutengeneza dawa za kupambana na maradhi ya ukambi au polio kwa lugha ya Kiingereza. Viliharibiwa kuandamana na makubaliano ya Shirika la Afya Ulimwenguni kuzuia aina ya virusi ifikapo Julai 31 mwaka 2016. Maabara ya shirika la serikali ya KEMRI hutegemewa sana na mataifa mbalimbali kanda hii ya Afrika kwa utafiti wao, hali iliyopelekea virusi hivyo kuhifadhiwa hapa nchini. Unless these viruses are eliminated through destruction, the risk of introduction from facilities to the environment remains real. At the moment, while poliovirus 2 has been eradicated globally, and currently only while poliovirus 1 is circulating, and it is now restricted to 2 countries, which are Pakistan and Afghanistan. Now, within the African region, we celebrate the fact that the last case was detected on the African continent in Nigeria on 24th July 2014. Na mtazamaji, basi kufikia hapa ndio natamatisha taarifa hizi kwa ufupi tu. Kumbuka saa 1 kamili tutakuletea taarifa za KTN leo. Hivi sasa ni wakati wa swala nyeti, na tayari mwanahabari mwenzangu Franco Tieno yuko studio na mgeni wake kuangazia swala la uwekezaji miongoni mwa jamii. Usiende mbali.
Asante sana mpenzi mtazamaji, karibu kwenye sehemu ya swala nyeti, ambapo hivi leo basi kwenye jukwaa la KTN kama ilivyo kawaida huwa tuko na mahojiano ya kukata na shoka, na hivi basi niko naye mgeni katika studio, Stanley Ngugi, ambaye ni mtaalamu wa masuala yanayohusiana na masuala ya fedha na uwekezaji. Karibu katika studio bwana Stanley. Asante sana bwana. Asante sana. Yes. Kumbuka kwamba mtazamaji uko na uwezo wa kushiriki katika mdahalo huu kwa kutumia nambari ya arafa bila malipo 22155 22155. Utume arafa yako na basi tuchangie, utuambie kwamba wewe unafanya juhudi gani ili kuwekeza. Je, hela zako unajua namna ya kuzitumia? Na hivyo basi usikilize kwa makini, maana huyu mtaalamu basi atakuwa na kukosoa pale ambapo labda huenda wewe huwa unateleza. Bwana Stanley, hebu niambie wewe ulisomea nini ndiposa basi ukaja kwa mtaalamu wa masuala ya fedha? Nilisomea kuwa wakili. Ndio. Lakini mambo ya kuwa mtaalamu wa fedha nilisoma kuhusu finance katika kiungo kinaitwa Centonomy. Na huko Centonomy wanafunza watu kuwekeza pesa na kuzikuza. Ndio. Kwa hivyo kwa sasa wewe mwenyewe kama kijana barubaru, maana yake naona ungali kijana mdogo tu. Ndio. Umehisi kwamba vijana labda wanakosea katika namna ambavyo wanatunza hela zao? Ndio, vijana wanakosea sana kukuza hizo hela zao kwa kitu moja, na sana ni wanapenda maisha ya pesa mingi sana, na wanatumia hizo pesa vibaya badala ya kuziwekeza na kuzikuza. Na hayo maisha ndio yanafanya pengine unaona mtu amepata kazi yake ya kwanza alafu ananunua gari badala ya kuwekeza ama kuangalia maisha yajayo. Kwa hivyo labda ungependa kutoa ushauri wa aina gani kwamba vijana waishi vipi, wafanye nini? Manake hela inapoingia wanaotaka hizo hela pia ni wengi tu, simu ndio hizo, mtu anataka umsaidie shilingi 1000 hivyo hivyo. Ni lazima tuwe waangalifu kwa utumizi wa pesa zetu, na tuseme ya kwamba ya kwanza tuishi maisha ambayo yametosheka kwa pesa zenye tuko nazo. Na ni lazima pia tuwekeze na tuangalie maisha ya ujao. Tunaweza tukafurahia sana maisha ya sasa na tunapata simu inakula pesa, gari inakula pesa, nyumba inakula pesa, lakini ni vitu gani vinavyotawala maisha? Ni pesa ama ni maisha yetu ya ujao? Lazima tuwe waangalifu. Kwa hivyo ungependa kushauri kwamba mtu anapoajiriwa tu kupata ajira ya kwanza hivi pange vipi mshahara wake, manake hapo huwa kuna mushkili kidogo? Okay, sana sana kwa vijana ukipata kazi yako ya kwanza ni muhimu sana tusiwe tunajilinganisha na wenzetu. Okay? Tukijilinganisha, unajua kila mtu huwa kwa safari yake kifedha. Okay? Ukijaribu kujilinganisha na mwenzako unaweza ukapata uko na mashida mingi sana, kwa sababu tuseme mwenzako anapata mshahara wa 50,000, mwingine anapata 30, na mwenye anapata 30 anajaribu kujilinganisha na mwenzake, na hapo ndio kosa huanza. Kwa hivyo lazima tuwe waangalifu na kusema kwamba maisha yajayo lazima tuyachunge. Na uishi kadri ya uwezo wako. Lazima uishi kadri ya uwezo wako. Usijiinue juu sana kwamba wewe. Na sana sana huku Kenya na tena Nairobi watu wamelemewa sana kwa sababu ya kuishi kadri ambayo sio zao. Nataka ishi mtaa ambao nyumba zina gharimu shilingi 20,000 na yeye anapata shilingi 30,000. Kwa hivyo na hapo ndio madeni yanaingilia. Yanaanza hapo, na unapata mtu sasa mshahara wake unaenda kwa kulipa deni, pengine ni deni ya kulipa kodi. Nimepata na watu wanalipa deni ambazo walitumia kuweka mafuta ya gari ambao ni kosa sana. Yes. Kwa hivyo kuna watu ambao ikifika mwisho wa mwezi kama leo huwa wanazidi sana kupiga watu simu, bwana nina harambee fulani, na matanga, yeye watu wake wao wanakufa mwisho wa mwezi, ana harusi mwisho wa mwezi, kila kitu mwisho wa mwezi. Watu kama hao ungependa tuwaepuke namna gani? Kwa sababu simu kama hizo huwa zinachosha kweli. Okay, unajua kama wa Afrika ni lazima tuna hiyo tabia ya kusaidiana na kutuma pesa nyumbani, kuna matanga, kuna harusi, na ni vizuri sana lakini kuna watu ambao simu zao kazipata tu wakati mwisho mwezi, katikati ya mwezi umuoni bwana. Okay, watu lazima tuepuke. Lazima tuchunge watu ambao wanataka kutunyonya, na kuna watu ambao tunataka kusaidia. Na kwa hao watu wawili, hivyo vikundi viwili, lazima wajue huwa tuna operate kwa kitu inaitwa budget. Lazima
tufanye kitu inaitwa budget, na kama mtu kama huyo namna ya kumwepuka ni kumwambia budget yangu already ishafungwa, pengine ungeniambia mapema ningekupanga. Lakini sasa kwa maana budget imefungwa, pengine unipigie wakati mwingine na unipatie nafasi kubwa ya kukusaidia. Na hilo ndio jambo pia tunafaa kutuambia jamii yetu wakiwa nyumbani, matanga, harusi, lazima waanze kujua lazima tukue na budget. Kuna bwana mmoja hapa anaitwa Evans Mwanake Dembwa kutoka Taita, anasema kwamba kusema kweli mtu anawekeza kutokana na mapato yake, kwani vijana wakipata pesa wanataka kuiga maisha ya watu wengine na kupenda kusifiwa. Kwa hivyo huyu jamaa amekiri kwamba kwa kweli wengine wanataka asifiwe tu, hizo sifa. Anaingia kazini, alafu kitu cha kwanza ni gari moja kali kweli, gari la nguvu. Lakini gari lenyewe hata pesa ya kuweka mafuta hamna. Na lazima ambavyo ameongea, lazima tutofautishe sifa na heshima, kwa sababu watu wengine wanatumia hizi pesa kupata zile sifa wakidhani ni heshima. Yes. Unaposema sifa ni wale ambao wanasema akifika labda kwenye baa anasema mpe vile mlivyo, kila mtu apewe, lakini unapata ni deni. Okay, kweli amesifiwa, lakini hizo sifa zinaishia pale kwa baa. Yes. Heshima yake pia sasa imekwenda hivyo, lakini heshima hakuna. Na pia sisi tukiwa watu wa kununulia wengine lazima tujue ni nini ambacho kinaleta sifa ama ni nini ambacho kinaleta heshima. Na heshima ni kujijenga. Yes. Na katika tathmini yako wewe mwenyewe bwana, jina lako natoka kidogo, bwana Stanley, hebu tuelezee kwamba kati ya wasichana na wavulana ukiwaangalia vizuri ni nani ambaye yuko makini sana kuwekeza? Wacheka. Okay, kusema kweli sijaiona tofauti kati ya wasichana na vijana, lakini ningependa kusema kwamba wasichana wana hiyo hamu ya kujua ama kusoma mambo ya pesa, na wakati mwingine ndio wanataka kulinda pesa ya jamii. Vijana inabidi wasukume kidogo. Vijana ni youth, kwa hivyo unaposema vijana sio kwamba vijana ni wanaume, naam, wanaume including wazee, lazima wasukumwe kuangalia mambo ya jamii na kuangalia mambo ya nyumba. Kwa hivyo wanawake lazima wawe tena waangalifu zaidi, kwa sababu unapata wakati mwingine mwanaume ndio ameenda amepata pesa, lakini mwanamke ndio anachunga zile pesa. Alafu kuna unakumbuka wakati wa Disemba sherehe zinaponoga, watu wanatumia fedha nyingi mno. Alafu ikifika Januari basi ndio hivyo tena, mifuko haina chochote. Kwa tathmini yangu mimi huona kwamba wanaume hutumia hela nyingi wakati huo, alafu wanawake huwa wanabana vijihela. Sasa ikifika Januari unakuta wanawake wana hela nyingi lakini wanaume hawana. Sijui unaonaje? Okay, ni vizuri sana wakati wa Disemba. Unajua ndio wakati wa holiday, lazima kuna Christmas, New Year. Ni muhimu sana tuelewe, ni vizuri kuangalia maisha ya Januari. Unapata watu wengine Januari ni shida sana kulipa karo. Napo ndio sasa mama anaingia na zile pesa ambazo alikuwa ameziwekeza ndio anatumia. Asante. Kuna simu kutoka hapa Nairobi, David Mwisia. Hujambo David? Sijambo. Karibu kwenye kipindi bwana. Unasemaje bwana, mdahalo huu unaonaje wewe? Asante sana. Naam. Sasa hiyo mjadala ni mzuri sana. Naam. Na mimi naangalia hapo, na sasa nikasema lazima hata mimi nipige simu mara ya kwanza leo nikiwa hapa Nairobi. Sasa nilikuwa nataka kuuliza Stanley. Mimi ni kijana mdogo. Na naweza kuwa nataka kuwekeza. Niko na ile naita kwa lakini hilo uwezo sasa sina. Naweza kuwa niko na kidogo. Nataka kuwekeza hapa Nairobi. Tuseme kama investment hivi. Na niko na kazi. Yeye mwenyewe nataka niambie anaweza nisaidia aje. Yeye mwenyewe hapo. Juu unaweza kuwa na hiyo pesa lakini kama hakuna mtu akusongesha pale mbele, ile pesa utaitumia. Ndio. Na itakwisha tu hivyo. Uweze kusema ati kijana amenunua gari. Juu mawazo hiyo anaweza kuwa ile mawazo, lakini kaka kidogo ile mawazo inapotea. Sana mimi nataka kumuuliza saa hii akiwa hapo, mimi namwangalia. Aniambia atanisaidia aje, alafu tuwasiliane, nimwambie niko na ngapi, niambie nitaenda investment gani
kama real estate hivi, alafu niambia atanisaidia aje yeye mwenyewe. Asante ndugu David kutoka hapa Nairobi, tumepata vizuri kabisa. Bila shaka umempata. Kwa hivyo labda ungetoa mchango wako kuhusiana na kazi yangu ni kusaidia watu na mawaidha. Na ile mawaidha ambayo ningependa kusaidia David nayo ni kumwambia lazima awe na hiyo tabia ya kuinvest, na hiyo tabia haijalishi pesa ambazo uko nazo. Hata kama uko na 500 ama 1500, kazi ya pesa ni kuwekeza. Unatumia kiwango kidogo na kile kiwango kikubwa ni ambacho unapeleka katika pande ya investment. Na hiyo investment inaweza ikakuwa hata kama ni biashara, hata kama ni kupeleka kwenye soko ya hisa. Investment ni kusema nimeweka pesa pali pamoja na niliporudi zimezaa. Na hiyo ndio inaitwa investment. Ndio. Kwa hivyo ungewashauri vijana kwamba labda waanzishe miradi ya biashara, wafanye nini, ama biashara kama zipi ambazo zitawafaa sana? Unajua biashara na hata tuseme hata investment ni aina na aina. Kwa hivyo investment hata biashara zinafaa zilingane na maisha ya mtu fulani. Kwa mfano kama David pengine anafanya kazi ya ofisini na ana wakati mchana wa kuangalia biashara, lazima aunde biashara ambayo anaweza ambayo inaweza kuendelea kama hayuko. Ama kama David anafanya kazi ambayo hayuko ofisini ama kama mchana hapatikani, anaweza kafanya biashara ambayo pengine hata ikiwa inamhitaji ako pale. Lakini kile kitu ambacho vijana na watu wote ambao wanataka, kabla hujaendelea, kuna Lucy wa Erimu kutoka Malaba. Hujambo Lucy? Mzuri. Karibu sana kwenye mdahalo wetu swala nyeti, kipindi ni jukwaa la KTN. Unasemaje? Huo mjadala uko mzuri sana. Ndio. Unatufunza mambo mingi, hata kutuza pesa sisi wasichana wadogo wenye tunajifunza. Naam. Na tunafanya biashara. Wewe mwenyewe hapo Malaba unafanya biashara gani? Nafanya biashara ya kuuza viatu. Na kuna mjadala na kuna wenzako wengine wanauza chang'aa. Viatu. Ndio nasema kama wengine pia wanauza chang'aa, kwa hivyo bora tu ni biashara. Kwa hivyo wewe tuelezee Lucy kwamba biashara yako hiyo ulianza vipi, labda ulianza na mtaji kiasi gani ama capital ilikuwa kiasi gani, alafu ndio ukaendelea? Nilianza hivyo kuweka pesa, nikaanza kuweka 1000, 2000 mpaka ikafika 15,000 tukaanzia hapo. Lakini unakuta ni changamoto kuweka pesa. Kitabozijae. Kitabozijae unakuta umesumbuka sana, unaona kitu kizuri unashindwa kununua, saa nyingine unanunua unakuta pesa zimepunguka. Ndio. Sasa inakuwa changamoto kwa hizo pesa. Tena matumizi ya pesa inakuwa ni changamoto. Asante sana. Asante sana Lucy kutoka hapo Malaba, tumekupata vizuri. Amesema alianza na shilingi 1000, alikuwa anaweka tu 1000, baadaye ikafika 15,000. Biashara na hata tuseme fedha ni kama mtoto. Okay? Mtoto anaanza akiwa mdogo, kisha anaanza anakuwa anaanza kutembea, anaanza kuzungumza, na kisha anakuwa pengine mtu wa maana katika jamii. Na pesa, kwa hivyo pesa lazima tuzikuze kutoka utotoni mpaka zikue, na tusiogope ama tusichoke tukiona pesa zinakuwa polepole, kwa sababu kama mtoto tena tunamkuza kulingana na miaka inavyoendelea. Yes. Kwa hivyo manake hata mtoto unamtunza na usichoke na yeye hata anapokusumbua. Hawezi ukatupa mtoto kwa sababu amekusumbua sana. Zingine biashara unakuta kwamba biashara imeshika hela mle ndani, hela zisongi. Wanasema sasa namna gani biashara nitaitupa mbali. Lakini uzuri wa biashara ni kwamba ukiona biashara haileti pesa ama haileti fedha kulingana na ulivyokuwa umepanga, ni vizuri pia kusema hii biashara imeanguka. Kwa sababu Wakenya wengi huwa wanashikilia biashara na wanafanya biashara iwaangushe kifedha. Kwa hivyo ni vizuri hata sisi wanabiashara tuwe waangalifu. Tukiona kwamba biashara haiendi inavyofaa na tumejaribu vitu namna zote, ni vizuri pia kusema hii biashara haileti pesa na tusonge kwa kitu kingine. Kwa hivyo ni muhimu mtu angalie biashara ambayo inamfaa, na mara nyingi unakuta kwamba mtu anaanzisha biashara ambayo labda kwa sababu aliona mwenzake ameanzisha pale.
Sasa unamshauri vipi mtu anaye? Na okay, hiyo ni tabia ambayo kweli nimeona. Tuseme kwa mfano mtu akifungua M-Pesa hapa na inaendelea kufaulu, unapata zimefunguliwa kama 10 hapo karibu, na kusema ukweli haifai. Okay? Haifai. Kila mtu anafaa kufungua ile biashara ambayo anaona ye mwenyewe ataweza kuitunza. Usione biashara ya mwenzako imefaulu na ukasema hata wewe utaanza kama ya mwenzako. Na wakati huo pia ukiwa na duka lako hapa na mwingine ana duka lake pale, usione wivu kwamba huyu ana lake hapa, kwa hivyo unaona kwamba wewe mbona amefungua lake hapa. Kwa hivyo ni kuvumiliana katika biashara, ndio? Ni kuvumiliana, hata pengine kusaidiana. Kusema kama duka yako haina mkate na mwenzako anahitaji mkate, unamwambia leta kidogo, alafu hiyo shilingi moja tugawanye. Asante sana mtazamaji, tunazungumza na Stanley Ngugi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya fedha na uwekezaji, akiba. Kwa hivyo ni mjadala mzuri tu ambao unafikiri unatufaa sote hapa katika Jamhuri ya Kenya, na vijana ambao labda wanachipuza. Unapokuwa umekosa ajira, usiseme kwamba huna ajira. Maana unaweza ukaanza na shilingi moja ikazaa ikawa shilingi 1000, alafu baadaye 1000 itakuwa shilingi 100,000 na kadhalika. Kwa hivyo tunachukua pumziko fupi, alafu baadaye tukirudi basi tutaendelea na mdahalo huu, usiende mbali. I'm struggling to hear hizo phone calls, so namwambia waweke volume. I also couldn't hear the first gentleman. It's okay, you're doing well. Naam, karibu tena katika Swala Nyeti. Kipindi ni Jukwaa la KTN. Jina langu ni Frank Otieno, nikiwa na mgeni wangu Stanley Ngugi ambaye tunashauriana naye hapa masuala ya uwekezaji na utunzaji wa fedha na kuweka akiba tunapopata mapato yetu. Nashukuru sana kwa SMS yako Masi na Itore Ndwati. Vile vile yuko Kurugat Sego kutoka Nandi Hills, anasema kwamba matumizi ya pesa inahitaji nidhamu. Vijana shati waipe kipaumbele masuala muhimu katika maisha, alafu wajinyime anasa na starehe duni. Asante sana. Ushauri mzuri, ndio? Sana. Kwa sababu anasa utumia pesa vibaya. Okay, ni anasa yenyewe si mbaya, ni ukizidi. Okay? Kuzidisha anasa ndio sasa umeanza kuharibu fedha zako. Na kuna mtazamaji hapo ambao ametaja nidhamu. Na kama kuna kitu moja ambacho
kina umuhimu katika uwekezaji wa fedha ni nidhamu. Lazima uweze kujiambia hapana, ama sitanunua leo, nitanunua kesho, ama sitaweza kununua gari hii, nitaweza kununua hii, na hapo inatoka kwa nidhamu. Aha. Mtazamaji, katika mtandao wa Twitter tulikuwa tumewauliza swali, ningependa labda uchukue fursa hii kwa kujibu swali tu kwamba wewe unatunzaje hela zako, ungependa kutoa ushauri gani kwa watu ambao labda wanakosea hapa na pale katika kutunza. Ndio maana tunauliza kwamba je, unapangaje matumizi ya pesa yako? Jiunge nasi tumsikilize mshauri wa ujasiriamali, ndiye huyu hapa, tuko naye hapa. Kwa hivyo ndiye huyu hapa, na wewe basi utume katika @frankotieno 2 @Tarik Didi. Haya, twende kazi. Kuna huyu bwana anasema kwamba kuwekeza ni kwa vijana peke yake. Ama tathmini yako pia unajumlisha wazee? Unaposema kijana ni kati ya mabano ya umri gani hadi gani? Ni kama amekasirika kama tunawatenga wazee. Hapana, hatujamtenga mtu bwana. Kweli uwekezaji wa pesa ni kitu ambacho unafaa kufanya katika hali zote ama umri wote wa maisha yako. Kwa sababu hata ukiwa uzeeni lazima uangalie jamii ambayo ijayo, na pia tunawekezea hizo pesa. Alafu basi ningependa tuchukue simu ya Fred Wanjala kutoka Nairobi. Fred, hujambo? Halo. Halo. Hujambo ndugu yangu? Mzuri sana mtako. Unapiga simu kutoka wapi hapa Nairobi? Niko Nairobi huko sehemu za huko Ruaka. Ruaka? Asante sana. Mchango wako upi katika mada hii? Mchango kuhusu hii mada hii kwamba ndio kuanza biashara ni lazima umakinike vilivyo. Naam. Ujue uko na hela aina ngapi. Na ujue kwamba unapata profit yako gani. Ndio. Na wewe kwamba umepoteza nini kwa Naam. Na ili kesho yake ujue kwamba usipoteze hiyo fedha. Manake unapopoteza kesho upoteze, biashara zako haitaenda mbele. Tena unapopea biashara yako kwa deni, ndio, kwa wiki mfululizo, na huna mali pa kurudisha hiyo deni ambayo umechukua, ndio, basi utafika mahali utafilisika na hiyo biashara yako haitasimama. Ndio. Na kwa hivyo pika wenye kufanya biashara zao lazima kwanza wajitahidi jinsi wanavyowezavyo kwa kuweka mikakati ya kusaidia ili maelekezo yao yawe mema katika biashara zao. Asante sana ndugu yangu kutoka hapa Nairobi, umechangia vizuri kabisa. Basi ningependa kuchukua simu yake Askofu Litale kutoka Kitale. Hujambo Askofu? Jambo. Unaitwa nani? Maana jina lako labda limekosea kidogo. Bwana Otieno. Naam. Antie kuna bwana kutoka Kitale. Asante, karibu kwenye kipindi ndugu yangu. Mimi naitwa Bishop CTNA. CTNA, nakukumbuka kabisa wewe ndugu yangu. Karibu sana. Mimi nilikuwa nasema hivi wanangu. Naam. Ukiona kasumba ya kutokuwekeza vizuri, ni kasumba ya kikoloni. Maana watu wengi ukiangalia Waafrika wengi wanakimbilia kuwa na gari kwanza, wanakimbilia kuwa na simu nzito, televisheni kubwa, nini. Alafu baadaye wanafutwa kazi, inakuwa umaskini usioweza kukidhirika. Sasa ningeliwaomba hivi tu. Kuna msemo unasema kula 2 weka 3. Weka 3, Na watu wengi hasa vijana hawana uvumilivu wa kuweza kutulia kwa muda mrefu wa kuweka akiba. Waswahili wanasema akiba haiozi. Lazima tuwe wavumilivu. Watu wengi wavumilii kabisa. Kwa hali ya mawazo hawavumilii, hali ya starehe hawavumilii. Sasa wanajikuta kuwekeza inakuwa vigumu sana. Mambo yake ni pupa wetu anavyosema. Lazima uwe taratibu wa kuweka. First of all, you must know where you are going. Kweli. Unataka kuwa maskini siku zote? Kama swali ni jibu ni hapana, basi anza kuweka akiba pole pole. Ama ukichukua mkopo, hakikisha kwamba gharama ya mkopo kwanza
kwa ile jambo ambalo unakusudia kufanya, angalia gharama ya mkopo. Kama mkopo itakuwa very expensive, don't take it. Ndio. Hakikisha mambo kama haya tunayaziba nyufa, tunaziba loopholes. Kwa hivyo ningewaomba vijana. Naam. Iko haja gani ya kuchukua simu ya 80,000 uogope mtaani na wasichana na kisha baada ya muda mfupi uwe maskini wa mwisho? Jitahidi kuwekeza na kutunza, miaka 2-3 utakuwa mbali sana. Asante sana Askofu Sitende, nimekupata vizuri, tumekushukuru sana kwa mchango wako na vijana wamekusikiliza. Sasa tungependa kuchukua simu yake Fred Kariuki akiwa maeneo ya Ngong. Hujambo Fred? Halo bwana Fred Kariuki. Kariuki ameisha mitini. Tutampata muda wako. Halo Kariuki, unanipata? Yes, nakupata. Karibu kwenye jukwaa la KTN. Unasemaje ndugu yangu? Swali yangu nilikuwa nataka kuuliza aje. Naam. Mimi ni mwanabiashara. Lakini imekuwa ngumu sana kwangu kusave. Na kuwa nikiinvest. Ni hand to mouth. Sasa pande hii nakuta nimesave, nimeitoa, nimeirudisha kwa biashara. Maana ukisave shida zimekuwa nyingi mpaka yani uwezi ukapata akiba. Hata si matumizi sana na ikuta nimeirudisha kwa biashara. Sasa nauliza aje? Ni wakati upi mwema wa kusave? Ama ni wakati mzuri, yani ni vizuri nianze kuinvest ama kuanza kusave? Swali zuri sana la moja kwa moja, ningependa basi umjibu. Okay, wacha nijaribu kumjibu na niseme ya kwamba kwa wanabiashara wote lazima tuanze kujitenga fedha zetu na fedha za biashara zetu. Kusema maana ni kusema kila mtu mwenye ako na biashara lazima ajipatie mshahara. Na ukitaka kujua mshahara wako ni uangalie kazi ambayo unafanya katika hiyo biashara na useme biashara ya aina hii na biashara ya kiwango hiki inaweza ikalipa mtu ambayo anafanya kazi hii yangu pesa ngapi, na huo ndio mshahara wako. Hivyo ni kusema kwamba unafaa kuwa na mshahara wako, na ni mshahara wako ambao unaweka ile akiba kutoka mshahara, na pesa za biashara uziweke kando. Kwa hivyo mtazamaji huo pengine amechanganya zile pesa, tuseme akiuza mkate, akiuza gari, akiuza chochote, hizo pesa ndio anazichukua na anaenda kuzitumia kwake nyumbani. Na kukiwa na shida nyumbani, pesa ni ile. Kukiwa na shida kwa biashara, pesa ni ile ile. Kwa hivyo lazima tuanze kujitenga na hilo hiyo ndio nafaa kufanya. Alafu umenikumbusha jambo fulani kwamba katika kazi pia utakuta kuna watu umewaajiri pale wanakusaidia pale. Labda ni katika duka ama katika bar ama nini ama katika hoteli. Alafu kama hawana nidhamu wao pia wanakuibia vijihela hapa na pale bwana. Itakuwaje bwana? Lazima tukue uangalifu sana na watu ambao tunaajiri, kwa sababu siku hizi biashara za kisasa zinaendeshwa na watu, si mashini, ni watu. Kwa hivyo lazima uwe uangalifu na sana ambao tunaajiri wenzetu ama watu kutoka familia yetu ambao hauwezi ukafanya discipline, kwa sababu tuseme kwa mfano ni ajiri kakangu akiwa ana nidhamu, itakuwa tisho sana kumdiscipline, kwa sababu ataenda nyumbani ambia wazazi ambao mimi ni mtu mbaya sana. Stanley ni mbaya sana katika biashara yake ile, ananikandamiza sana. Kwa hivyo lazima tuwe waangalifu kwa hayo mambo. Kwa hivyo unawashauri watu kwamba wanapokuwa wameajiri watu, lakini kuna watu wengine ambao waliumbwa tu na roho ya wizi tu. Umemwajiri, umemweka vizuri sana, anapata kila kitu, lakini lazima chune. Wacha niambie wenzangu ambao wako kwa biashara, niwaambie hivi. Ambapo unataka kuleta mtu aingie kwa biashara yako ama unafanya interview, usiangalie makaratasi tu, yani degree ama nini. Lazima pia tuangalie ile tabia ya yule mtu. Na kitu ambao tunafaa kufanya ni kupatia yule mtu, tukifanya ile interview tunampatia ile kazi afanye kwa muda pengine siku moja ama mbili, tumwangalie, kwa sababu katika interview kila mtu anajionyesha venye ni mtu mzuri sana. Lakini interview kishapita ndio sasa ndio sasa wanajionyesha sasa ukweli. Kwa hivyo lazima tuwe
tunaangalia watu sana zaidi ya masomo, amesoma mpaka wapi. Lazima tuangalie tabia zake ni zipi. Stanley, labda tu ningependa nikuulize vile vile kwamba vijana wanapohitimu katika vyuo vikuu wanataka wapate ajira za haraka haraka katika ofisi, ataka ajiriwe awe manager na kadhalika. Nina imani kwamba una ushauri kwa vijana kwamba pamoja na kwamba umeshahitimu vile vile unaweza ukajifungulia kazi yako wewe mwenyewe, ukajiajiri mwenyewe. Kweli. Tueleze hapo. Okay, kuna watu aina mbili. Kuna watu ambao wanaona hiyo maisha ya biashara imewavutia, na kuna watu ambao wanaona yale maisha ya kuajiriwa ndio yanawavutia. Na kwa sababu ningependa kusema kwamba Kenya tumesema biashara ndio mbinu ya utajiri. Lakini ningependa kukosoa wana Kenya na kusema mbinu ya utajiri ni kulingana na mtu alivyoumbwa. Kuna watu wanapenda biashara na kuna watu wanapenda kuajiriwa. Wenye wanapenda biashara tumewazungumzia. Watu ambao, wacha tuzungumzia watu ambao wanapenda kuajiriwa. Ukiwa na mshahara si kusema unafaa utosheke. Kuna vitu ambavyo unafaa kufanya kuhakikisha kwamba katika career ama katika ile kazi yako unazidi kupanda katika viwango. Zile kadra zinaendelea kupanda. Na hiyo ni zaidi ya masomo, ni zaidi ya kuwa mfanyikazi wa bidii sana. Kuna vitu ambavyo vinaitwa personal brand, yani watu wanakuona vipi ama una tabia za aina gani, na kitu kingine ambacho tunaitwa social capital, yani unajua nani na hao wenzako ama zile relationships unajenga ndio watu ambao wanaweza sana kusaidia kupanda katika ngazi kazini. Tuko na simu kutoka Lamu, Imelda. Hujambo Imelda? Hello, huyo ni Imelda? Karibu kwenye kipindi cha Jukwaa la KTN. Una mchango upi kuhusu mambo haya tunazungumzia? Nilikuwa nauliza. Saa zingine mtu anaweza anza biashara. Naam. Akianza hiyo biashara yake. Ukienda kule sokoni mtu atakuuliza, "Ulinunua pesa ngapi? Umetoa wapi?" Yeye pia anataka afanye hiyo biashara. Baadaye anakuangusha. Ile yako inaanguka sasa. Ndio. Kama hiyo unaweza saidiaje? Umewahi kuulizwa hivyo? Wewe ulijibu vipi wewe? Mimi naye nitaambia mtu ukweli. Basi ni vizuri kuwa mwaminifu hivyo. Asante Imelda kwa swali lako. Kama tununua pesa ngapi? Nafikiri tu ile ni ile curiosity ama hamu ya kutaka kujua, kwa hivyo. Lakini pia kuna maana Imelda amesema ni vizuri kukinga biashara yako, okay? Ni vizuri kuikinga kwa sababu kuna siri za biashara. Kuna mbinu ambazo unatumia we mwenyewe kufanya biashara yako iwe na faida. Kwa hivyo ni vizuri kukinga. Lakini siku hizi pia siku za internet na kompyuta, ujumbe unajulikana. Kwa hivyo kile ambacho Imelda anafaa afanye ni kutumbuiza ama kuchunga wale customer wake. Kwa sababu wale customer, ile biashara haikuanguka kwa sababu ya mwenzake. Ilianguka kwa sababu pengine hakuweza kutunza wale customer. Kwa sababu customer ndio wanaendesha ile biashara. Si mwenzake ambaye alitaka kujua vitu vinanunuliwa wapi. Kwa hivyo kama nimekupata vizuri, unasema kwamba ni muhimu kuwa na lugha ya kuvutia wateja katika biashara. Na mbinu za kuvutia. Usiwe mtu ambaye labda unapozungumza na wateja umekunja uso kweli. Uso unakaa kama kifaru. Hakuna mtu atataka kununua kutoka duka lako. Naam. Stanley, labda swali langu la mwisho ambalo ningependa kujibu alafu tufunge kipindi. Okay. Biashara za aina gani ambazo unapendekeza labda vijana wajaribu kuziangazia katika maisha ya sasa? Okay. Biashara ambazo vijana wanafaa kuingilia kwa sasa ni mingi sana. Na kwa hivyo na siwezi kuzitaja zote. Kile ambacho ningependa kushawishi vijana ni waangalie mahitaji ambayo yako kwenye jamii, kwenye community. Okay? Ukiangalia mahitaji, sasa hapo ndio utapata biashara kwa kuleta suluhisho kwa hayo mahitaji. Kwa mfano kama kuna upotovu wa chakula kwenye community yako, hiyo ndio ishara ya kuonyesha unafaa kuleta biashara ya chakula. Okay, kama ni maji unaleta biashara ya maji. Kama ni biashara ya tuseme mafunzo, unafaa kuchunguza ni nini ambacho watu wanataka
kufunzwa, na hicho ndio ambacho unaleta. Na vijana wasiogope kuanza biashara na ile pesa wako nayo. Kama uko na 1,000 anza na 1,000. Kama uko na shilingi 50 anza ile biashara ya shilingi 50. Na lazima biashara yako, kama unataka ikue, lazima biashara yako inaleta suluhisho katika jamii. Hiyo ndio siri ya kuleta utajiri, suluhisho. Kweli. Ujumbe wa mwisho kuhusu uwekezaji ama kuweka akiba. Okay. Ujumbe wa mwisho, kula 2 weka 3. Hiyo ndio siri. Kula 2 weka 3. Okay, ukipata mshahara unakata hivyo 2% kwako, 3 kwa akiba. Na kwa yule ambaye labda ameajiriwa anapata shilingi 15,000 tu, alafu atawekaje ndugu yangu? Dawa ni analipa nyumba na kadhalika. Ningependa kusema ati na kuna mtu ambaye aliongea hapo awali akasema lazima mtu ajue ana pesa ya aina gani. Ningependa kusema kwa na Kenya wote, kwa watazamaji wote, hakuna kitu kama pesa ndogo. Hakuna kitu kama pesa ndogo. Kama ni 5,000 ama 15, ni dawa ni ile ile. Unatumia vipi? Na unawekeza ama unaweka akiba kiwango kipi? Na ningependa kuhimiza watu ile kiwango kikubwa sana kiwe kwenye akiba wala si anasa. Asante sana mtazamaji. Huyo alikuwa ni Stanley Ngugi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya fedha na uwekezaji, na ametushauri vizuri tu kuhusu akiba, kwamba tuwe na ile itikadi na kanuni za kuwekeza na kushukuru kwamba riziki ulionayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ushukuru kwamba kile ambacho uko nacho wewe unacho. Unapokuwa una kiatu chako, shukuru Mungu, maana kuna mwingine ambaye hana mguu wa kuvaa kiatu hicho. Kwa hivyo shukuru Mungu kwa chochote ambacho uko nacho basi, na ikiwa basi umetupata vizuri, nafikiri tumejifunza mengi tu kuhusu uwekezaji na namna ya kutunza akiba zetu katika ajira hizi ambazo Mwenyezi Mungu ametubariki nazo. Kutoka kwangu hapa mimi sina la ziada ila kumshukuru mgeni wangu Stanley Ngugi kwa kutoa ushauri wake, na kwa wale ambao wamechangia katika mada hii kwa kupiga simu, kwa mfano ndugu yangu CTN kutoka kule Kitale na kadhalika, kina Melda kutoka Lamu, na wengi tu ambao mmechangia katika kwa njia ya arafa, na washukuru kwamba tulikuwa na muda mzuri nawe katika kipindi hiki cha Jukwaa la KTN. Jina langu ni Franco Tieno na kushukuru, na ningependa kukaribisha kwamba sasa tunajongea katika taarifa zetu za KTN leo na Ali Manzu. Usiende mbali. Kwa heri kwa sasa.